Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Imani Hai Online TV, popote pale ulipo, nikukaribishe kwa mara nyingine katika chaneli yetu pendwa ya Imani Hai Online TV. Ikiwa kama ni mara yako ya kwanza kutazama vipindi vyetu, na kuomba usubscribe hayo maandishi mekundu na kubonyeza alama ya kengele kusudi uweze kupata habari mbalimbali ambazo tunakuwa tunazirusha hapa. Nitumie nafasi hii kuendelea kuwashukuru kwa jinsi ambavyo mnatufuatilia kupitia channel yetu hii. Kwa mara nyingine nakuja kwenu nikiwa na kipindi mahususi na maalum kinachohusu sherehe ya Pentekoste. Tumekwisha kusherekea sherehe ya Pasaka na sasa zimetimia siku 50. Tunakumbuka vyema, baada ya mateso, kifo, Bwana alifufuka baada ya siku 3, na baada ya kufufuka aliwatokea mitume kwa siku 40, akiwafundisha, akiwaimarisha na akiwajenga kiroho. Na sasa zimetimia takriban siku 50 baada ya kufufuka ama Pasaka yetu sisi wa Kristo. Sasa leo tunaenda kutizama sherehe ya Pentekoste. Ni wazi neno hilo sio geni sana kwenu, mtakuwa mmelisikia mara nyingi, kwa sababu mama kanisa hawaachi kutukumbusha sisi watoto wake umuhimu na uzito wa ndani na wakina wa sikukuu hii ya Pentekoste. Kila mwaka katika utaratibu wa kalenda ya kanisa tumekuwa tukiadhimisha sikukuu hii. Kwa hivi neno Pentekoste sio geni kwenu, na pengine mnayo maarifa na mafundisho kadha wa kadha ambayo mliwahi kuyapata kuhusu Pentekoste. Basi kama ilivyo ada ni kwamba elimu haina mwisho. Kwa hiyo nikuombe unitegee sikio ili haya ambayo nitayaeleza si haba, unaweza kuokota chochote kitakachokujenga na kupatia maarifa mapya ambayo hukuwa unayafahamu. Neno Pentekoste kama tunavyolitumia katika lugha yetu ya Kiswahili sio neno la Kiswahili, ni neno la Kiunani ama Kigiriki lenye maana ya 50. 50. Yaani unahesabu 1 2 3 4 mpaka 50. Sasa kwa nini sherehe yetu inaitwa Pentekoste? Inaitwa sherehe ya Pentekoste kwa sababu tunaadhimisha siku 50 tangu kufufuka kwa Bwana. Lakini tukirudi katika historia, na maanisha Agano la Kale, Wayahudi nao walikuwa na sherehe ya Pentekoste. Walipoadhimisha sherehe hii ya Pentekoste, waliadhimisha nini zaidi ama walikumbuka nini zaidi? Wayahudi waliadhimisha siku ya Pentekoste ambapo ni sikukuu ya majuma, yaani unaweza kuhesabu ama ukafanya hesabu ya kuzidisha 7 mara 7 unapata siku 49. Na ile siku ya 50 ndipo walipofanya sherehe hiyo ya Pentekoste. Sasa walipoadhimisha sherehe hiyo ya Pentekoste, walikumbuka mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, walikumbuka siku ambayo Musa alikabidhiwa zile amri 10 pale mlimani Sinai. Pili, ilikuwa ni sikukuu ya mavuno, walipoweza kuvuna mazao yao ya kwanza baada ya kuingia katika nchi yao ile ya ahadi, nchi iliyojaa maziwa na asali. Walipovuna mazao yao ya kwanza, iwe ni matunda ama katika mazao mengine, waliyapeleka hekaluni kumshukuru Mungu kwa baraka ya mazao. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya kitaifa, ilikuwa ni sherehe ya kitaifa. Kwetu sisi wa Kristo, tunapoadhimisha sikukuu hii ya Pentekoste, nasi tunakumbuka mambo takribani 3 ama kadha wa kadha. Moja, tunakumbuka siku ambayo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume. Jambo hili tunalikuta katika neno la Mungu, na tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 1 mpaka 11. Tunaambiwa mitume walikuwa katika chumba wakisali. Ghafla upepo ukavuma kwa kasi na kuijaza nyumba hili, na baadaye ndimi zilizogawanikana kama ndimi ama mabuja yale ya moto, makaa ya moto, yakawashukia mitume. Wakaanza kunena kwa lugha nyingine, lugha ya kigeni tofauti na lugha yao ya Kiyahudi.
Na pale mjini Yerusalemu walikuwepo watu wengi wa makabila tofauti. Kwa kadiri ya mwandishi anasema watu wa mataifa mengi walikusanyika pale. Hawa watu walikuwa katika chumba cha juu gorofani, mitume na maanisha. Waliponena kwa lugha, basi hawa wageni waliofika katika sikukuu hiyo ya mavuno waliweza kusikia lugha zao na kutambua maneno yale. Lakini wote walikiri wakisema wamesikia matendo makuu ya Mungu, wakashangaa. Walishangaa kwa nini? Kwa sababu wale waliozungumza matendo hayo makuu ya Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu walikuwa ni Wayahudi. Kuna mataifa mbalimbali yametajwa, watu wa Ponto, Asia, Kapadocia, Libya, maeneo ya Misri, na Wayahudi wenyewe, Warumi na mataifa mengine ambayo yametajwa pale. Wote walisikia lugha zao na wakatambua matendo makuu ya Mungu. Na tangu siku hiyo mitume wakiongozwa na Baba Mtakatifu wetu wa kwanza, yani Petro, waliweza kuhubiri, kutoa neno zuri, na watu wakawauliza mitume tufanyeje? Wakaambiwa tubu na kubatizwa. Na hivyo wakabatizwa watu takriban 3000. Tunakumbuka, na ukipata muda unaweza ukasoma ukaelewa vizuri. Sasa tunakumbuka kwamba katika siku hiyo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume. Lakini pili, ndio mwanzo wa kanisa. Mwanzo wa kanisa tukimaanisha mwanzo wa utume wa kanisa. Kwa sababu kanisa limeanzishwa na Yesu Kristo mwenyewe, na akianzisha katika misingi ya mitume, kama tunavyofahamu alivyoambia Petro, ni mwamba na juu mwamba nitalijenga kanisa. Kwa hiyo limeanzishwa na Yesu Kristo mwenyewe. Na baadaye utume na kazi ni kwa msukumo na msaada wa Roho Mtakatifu, hasa katika siku hiyo ya Pentekoste. Tangu wakati huo kanisa limeendelea mpaka hivi leo tunapozungumza, hata mpaka kesho, hata sisi tusipokuwepo litaendelea kuwepo. Kwa hiyo ndugu wapendwa, ni sherehe kubwa sana ya kanisa. Tunakumbuka mwanzo wa kanisa. Kanisa linavuna waamini wengi kwa wakati mmoja. Kutoka wale waamini 120 waliokuwa katika chumba cha juu gorofani, sasa wameongezeka watu 3000 kwa siku moja, na hivyo imani ikaanza kukimbia kwa kasi. Sasa ndugu mpendwa, tunapoadhimisha sherehe hii ya Pasaka ya Pentecost, kwangu na kwako ni kipi cha kujiuliza au cha kutafakari? Kwa haraka tuone mambo mawili. Moja, tukumbuke kwamba na sisi tulimpokea Roho Mtakatifu tulipobatizwa. Na kwa bahati nzuri wengi tulibatizwa tukiwa watoto, sio wote tunakumbuka. Tulibatizwa tukiwa watoto, sio wote tunakumbuka. Kwa hiyo unaweza tusijue kama tulipokea Roho Mtakatifu. Lakini katika kipaimara tumempokea Roho Mtakatifu kwa kupakwa krisma na askofu na kupigwa kikofi kidogo, pokea muhuri na alama ya Roho Mtakatifu. Tukapokea Roho Mtakatifu. Na pale tulikuwa tunakumbuka. Tunajua kabisa hapa tumepokea mapaji ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tupompokea Roho Mtakatifu amekaa ndani mwetu. Na Mtume Paulo anasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Baada ya kumpokea Roho Mtakatifu tumefanyika kuwa viumbe vipya. Tumetengwa na maovu ya dunia. Tumefanyika kuwa watoto wa Mungu kweli kweli na watoto wa kanisa. Je, ni kweli tunaishi utakatifu huo? Ni kweli tunaitambua nafasi yake huyo Roho Mtakatifu katika maisha yetu? Kwa hiyo ndugu wapendwa, niwaombe sana tusimdhalilishe Roho Mtakatifu tuliompokea. Lakini pia tushirikiane naye Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Niwaombe sana katika kujenga mahusiano mazuri na huyu Roho Mtakatifu, tupende kusali kwa Roho Mtakatifu. Ziko sala mbalimbali za Roho Mtakatifu. Kabla ya kuanza kazi, kabla ya mafundisho, kuna sala zile za Roho Mtakatifu. Kuna ule wimbo wa Roho Mtakatifu ambao mara nyingi tunaimba kwenye jumuiya kusikiza kipaimara, na hata katika maadhimisho makubwa labda ya waskofu tunaimba ule wimbo wa uje Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tujifunze kusali sala ya Roho Mtakatifu kabla ya kazi, hata baada ya kazi. Lakini pia tujifunze na tuishi yale matunda ya Roho Mtakatifu. Mtume Paulo anazungumza kwa Galatia, ukisoma sura ya 5 ya 22 mpaka aya ya 23,
anasema matunda ya Roho Mtakatifu ni haya. Kwa yule ambaye amempokea Roho Mtakatifu kwa wingi, anaonesha kwamba yeye Roho Mtakatifu yuko ndani yake kwa kuonesha mambo takriban 9. Yaani matendo na muonekano wake na haiba yake inaonesha matendo hayo 9. Kwanza, furaha, upendo, uvumilivu, upole, kiasi, utu wema na ufadhili na kadhalika. Kwa hiyo matendo ukiyaonesha, unaonekana kwamba Roho Mtakatifu yupo kwa wingi ndani mwako. Niwaombe sana sana tumpe nafasi ya kutosha Roho Mtakatifu, tumshirikishe, kwa sababu yeye ni msaidizi wetu, ni mwalimu wetu, ni kiongozi wetu, ni mfariji wetu, ni wakili wetu. Anatuombea kwa Mungu, anatutakatifuza, anataka tunyooke, tuwe watu safi, wanaoshika amri za Mungu, wanaosema ukweli daima, waaminifu, wacha Mungu. Kama vile tulipompokea tukapata yale mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Tunayakumbuka: hekima, ibada, shauri, nguvu, akili na mengine, kusudi tuwe bora zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana tuungane na huyu Roho Mtakatifu ili maisha yetu yawe matakatifu, kama anavyotufundisha Mtakatifu Agustino wa Hippo. Anasema, tenda kazi ndani yangu Roho Mtakatifu ili maisha yangu yawe matakatifu. Niwatakie tafakari njema, niwatakie sherehe njema, na niwatakie pia mwanzo mwema wa kipindi cha mwaka. Asante, tuonane wakati mwingine. Ni mimi Padre Joseph Nkusi, padre wa jimbo la Bagamoyo. Chao.